hamjambo. Hamjambo. Ni wakati wa uchambuzi wa Biblia ama Bible study. Na jana tuliweza kuangalia tukapata ya kwamba Mungu alifanya mbingu na nchi kwa siku ngapi? Aratika. Iko morosete. Umate wambugatiriti. Moroja ba. Mungu aliumba kwa siku 6, siku ya 7 akafanya maneno 3. Moja, akapumzika, akaitakasa, akaibariki, akaitenga, akaitakasa, akaibariki. Maneno 3. Sasa jiulize, je, mimi katika maisha yangu haya maneno nayatenda? Na nilikuja kuundua ya kwamba kumbe hata Yesu alikuwa anaingia kwa sinagogi siku ya Sabato. Hakuingia siku yoyote kati ya hizi siku 6, lakini siku ya Sabato alikuwa anaingia sinagogi kuhubiri. If you want to confirm, Luke chapter 4 verse 16. Inasema hivi. Na iseme akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Hivyo basi siku ya kusoma ni siku ya 7, ambayo ni siku ya Sabato, kama tulivyosoma jana katika kitabu cha Leviticus. Hata ukisoma Marko 1 mstari wa 21, Mark chapter 1 verse 21. Marko inasema hivi. Samahani kidogo. Wakashika njia mpaka Kapernaumu. Yes. Na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Akafundisha. Shinda ukijua ya kwamba siku ya kufundisha ilikuwa siku ya Sabato. Maana Biblia imethibitisha. Je, Sabato uanza lini na uisha lini? Swali. Tunaanza kutunza Sabato saa ngapi? Ngoma na mole osengonta bimole. Ijumaa magoro bajinza irenga. Wakati jua limefanya nini? Linatua. Okay, tunasoma wapi? Osengo igwete lima mo minogo tebanga kulia gure, iyo Sabato ya chakire. Ande kulia hule go Sabato ya elire na no bugate tikorugo so no bugata sora koni family umuntu. M-Pesa you have to confirm. Lazima uone jina ya kwamba confirm you have received. Usishughulike na mambo na M-Pesa balance. Maana M-Pesa balance utaona ameandika ya kwamba M-Pesa balance blocked. 23 verse 32 Leviticus. 23 verse 32 Leviticus. Inasema hivi. Itakuwa kwenu Sabato ya kustarehe kabisa. Nanyi mtazitesa nafsi zenu. Siku ya 9 ya mwezi wakati wa jioni. Tangu jioni hata jioni. Yes. Mtaishika hiyo Sabato yenu. Tangu jioni hata jioni. Lakini wakati mwingine tunaanza hiyo jioni, alafu tukifika saa 11:30 wakati elder anatangaza, unasikia wengine wakiuliza mbona anapeleka mbali hivi? Na huyu elder na yeye ana summary. Sasa siamalize ili tuweze kuenda. Sana wale wamama wako na chama mbalimbali. Unajua kuna wamama wa Adventista wako na chama, wanafanya siku ya Sabato saa 10. Ako kanisani lakini anafikiria wapi? Chama. Ni vile hajasoma kitabu cha Amos. Hiyo utaenda kujisomea. Sasa kulingana na program, mwandishi anatuambia kwamba you and I must know and relate well with the God of creation. Mimi na wewe lazima tulilete, tuwe na mawasiliano mema. Tulilete
uhusiano mwema kati ya Mungu muumba wetu. What kind of creator is our God is a question. What kind of creator is our God? Sasa muumbaji wetu ni wa namna gani? After creating the earth, did he go on to bigger and better things? Yes. Our God is number 1, a caring God. Yani anatulinda, anatujali, anajali mazirai yetu, maisha yetu yako kwake. Lakini kuna baadhi ya watu tunaona ya kwamba maisha yetu ni kwa hiari yetu. Na unasikia mtu akisema ya kwamba vile unaniona hivi, kama si nguvu zangu, kama si ujasiri wangu, kama si hekima yangu, singekuwa hapa mahali nilipo. Wewe unajidanganya. Ndio maana unaposoma 22 verse 2 Proverbs, Biblia inasema kwamba masikini na matajiri hukutana pamoja. Okay, number 2. Who was this creator God? The privileged position of the creation of human beings is shown by the fact that it is as if it was made at some gathering that required a special decision. The plural, let us make man, indicates the solemnity of the decision and stresses that something new and important is about to happen. Something new. Ya kwamba let us, wakati alikuwa anaumba mbingu na nchi, alikuwa anasema na kitu kinatendeka in 5 days. Lakini siku ya 6 akamuumba mwanadamu, akamwambia Yesu ya kwamba huyu mwanaume hafai kukaa peke yake, let us make. Na siku ya 6 alisema sasa mahali imefikia, wacha tumuumbe mwanadamu ili aweze kutunza ulimwengu na vyote vilivyomo. Na ndio maana Adamu akaumbwa. Kisha baadaye Mungu akaona ya kwamba si vyema. Sasa number 3, a display of God's love. Imagine, with loving care, Christ kneeled over Adam, shaping his hand and every part that made him a human being. Yani Yesu akaweka magoti chini, akaanza kukuumba vile ulivyo. Lakini kwa bahati mbaya, mimi na wewe tunamtoa Yesu makosa ya kwamba mbona akaniumba hivi, mbona akaniumba mfupi, mbona akaniumba mrefu, mbona akaniumba mnono, mbona akaniumba mwembamba, mbona akaniumba mweusi tititi. Sana sana weusi tititi wanasumbuka sana. Yani mtu anataka na yeye achiongezee. Lakini ningependa nikufahamishe ya kwamba hiyo sura yako vile ilivyo, you are the image of God the way you are. Na wale ambao wanataka kujipodoa ili na yeye aweze kuonekana maridadi, you are wasting your time. If you want to confirm, Songs of Solomon chapter 1 verse 5. Hiyo ni ya wanawake wale ambao ni weusi tititi. Nilikuja kugundua ya kwamba hata nikiwe mweusi vile nilivyo, kumbe mimi ni wa kupendeza machoni pa Mungu. Ndio. Okay, Songs of Solomon chapter 1 verse 5. Yasema hivi. Yes. Mimi ni mweusi. Mimi ni mweusi. Lakini ninao uzuri. Enye binti. Yes. Ninao uzuri. Tungesoma Biblia ya Kiruga, inasema ya kwamba inchegondo mumwamu ti, lakini ndo yobwoko gokya. Haleluya bakungu abamwamu. Chikubali vile ulivyo. Chifanyie self esteem. Wakati wengine wanakufanyia shilingi 200, waambie mimi natoshea 2,000,000. Haleluya. Sababu I'm the image of God. Yani tunapenda kujishusha bei, tunashusha bei mpaka mtu anakuona ya kwamba wewe si mtu wa maana. Na kuna kitabu huko niliona ya kwamba ikiwa wewe ni mtu wa kudharau watu wengine, kwanza umejianzia wewe mwenyewe, umejianza kujidharau. Hautaanza kudharau mwingine kabla hujajidharau. Lazima ujiheshimu ndio uweze kuheshimu mwingine. Wale watu wako na madharau, kumbuka ya kwamba hata wewe umejidharau, you personally. Okay.
Mwandishi anauliza, why did God create? Yani the purpose of creation. Sababu sasa ya uumbaji. The Bible indicates for what the purpose this universe and its inhabitants exist. Biblia inaeleza mbona ulimwengu na vile vilivyomo vinaendelea. Number 1, tulifiri God's glory. Tulifiri kuonyesha utukufu wa nani? Wa Mungu. Nje nimba siri bobe sukuru ntakolete nimba to mondora ndinge. The heavens declare the glory of God. Yaani tunapoangalia mbingu, tunapoangalia mawingu, tunapoangalia stars, moon, yani zinadeclare ya kwamba Mungu ndiye muumbaji. If you want to confirm 19 verse 1 to 4 Psalms. 19 verse 1 to 4 Psalms. Inasema hivi. Yes. Mbingu za ubiri utukufu wa Mungu. Hiyo tu. Mbingu za ubiri utukufu wa Mungu. Na anga latangaza kazi ya mikono yake. Na anga yatangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana. Yes. Usiku hutolea usiku maarifa. Arafu. Hakuna lugha wala maneno sauti yako. Samahani. Hakuna lugha wala maneno sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mwote. Yes. Na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Hiyo tu. Number 2, yani the purpose of creation. Sababu ya uumbaji. Number 2, to populate the world. Tujaze nini? Lakini kuna bahati ya watu wanajisuia mambo na procreation. Mwandishi anasema kwamba God intended the earth to be inhabited. When the first man needed a companion, God created the woman. Sababu Biblia inaeleza ya kwamba Adamu alipoumbwa akatoa majina kwa wanyama wote, sasa akajikuta upweke. Sasa Mungu alipomuona akaona ya kwamba anastahili apate msaidizi. Alafu please note, it is clear in Genesis chapter 1 verse 27 that God fully intended to make a couple, but he did not create the woman immediately. Alikuwa anataka mwanaume apate msaidizi, lakini hakuumba mwanamke immediately. Ndio maana Biblia inasema let us make man. Na akamuumba siku ya 6. Alafu akaona akiwa peke yake, akasema kwamba anafaa, anastahili apate msaidizi, lakini hakumuumba immediately, which means they were not created at the same time. Bakugumoroje tu arego tongwa na basaja lituke limongi kyalo jako. Orojo nya tu otige tuwe akaja kwa ujitoro, akaja kwa barua, akaja kutoka. Inde bunande kore bunole tuare gotongo tatanaki na tuabatongire bana icho liense abasaja kangangu kwana bale. Okay. Yes. Ndio maana his purpose was to allow the man to realize his need for companionship. Yani aliacha mwanaume to realize, kugundua uzuri wa kuwa na his companion. Wana companion ni mawante mnanga tabeke Swahili. Nje na bonda atebere ndo. Umobwa ta companion. Nonya tika tebo. Igubuna mwa igu ko tena soma. Okay. To realize his need for companionship. Arafu Genesis chapter 2 verse 20 to 23 Biblia inasema nini?
Inasema hivi, na ule ubafu uliotua katika damu Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Yes. Akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, yes, sasa huyu ni mfupa katika mfupa yangu, alafu, na nyama katika nyama yangu, alafu, basi ataitwa mwanamke. Yes. Kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Alafu 24. Kwa hiyo mwanamume ataacha baba yake na mama yake. Kwa hiyo naomba usome pole pole. Kwa hiyo mwanaume ataacha nani? Mama na baba yake. Mama na baba. Je, wanaume wanaacha mama na baba ama wanaandamana? Wanaandamana. Katika familia zetu kulingana na vile tunaishi. Yaani nataka nilete current affairs. Wamama, wanaume wameacha wazazi ama bado wako kwa wazazi? Yaani ikiwa mwanaume anaamua kujenga nyumba wakishirikiana na wazazi na ile hali ameoa, hiyo ni kumaanisha nini? Yeah? Ikiwa mwanaume is a baby husband, small arguments anachukua kwa mama yake, anamaanisha nini? Ate wanaume wataacha wazazi. Wanaume waacha wazazi washirikiana na akina nani? Ikiwa mwanaume anaamua anazubiri mpaka mama yake anapika na ile hali bibi yake anapika huko juu, alafu akiingia huko bibi anapompanga vile tunawaelezea wanaume wanafaa wapangwe, anamwambia I'm satisfied. Abasacha aboma ate muitire motaitiri ya kwamba mami amenipikia. Ole wewe uko na mami. Siku moja itabidi aanze kukupikia na utalia. Itabidi kama ibada. Yaani hawaachi wazazi. Wao huenda unakuta mwanaume ako na kazi yake, bibi wamesemezana ya kwamba wacha tuende tulime mahali fulani. Mama yake akitoka nje akimuita hivi amuagize kazi nyingine, hawezi kumwambia ya kwamba kulingana na ratiba ya nyumbani tulipanga ABCD, afadhali tuende tumalize basi ndio nikuje hapa. Yaani immediately unasikia mwanaume akisema ya kwamba mama amenipanga kazi. Mosajo ngina. Yaani ngina na roko morobeli. Maetaye digankorereo. Ngarati hiyo. Hiyo basi mwanaume. Na kuna baadhi ya wanawake ambao ni wapumbavu kiasi. Akisikia ya kwamba mwanaume aacha wazazi, hasa mzazi akiwa mgonjwa, amempatia mwanaume wake yani sanctions, anamwambia ya kwamba ukienda huko nikikukuta umekaa huko ofu ni miezi 3. Sasa wanaume wanaogopa, sababu akienda kwa nyumba ya mama yake ofu ni miezi ngapi? Hiyo ofu you round off to the nearest 10. Sasa wanaogopa. Lakini yeye asikie ya kwamba mama yake ni mgonjwa, hata rara siku hiyo. Lazima aende amtazame. Wewe unapochimba shimo, chimba kiasi, maana huenda utatumbukia ndani. If you want to confirm 26 verse 27 Proverbs. Wacha wasikie, yasema achimba shimo atatumbukia mwenyewe. Alafu na yabiringishaye jiwe litamrudia. Litakurudia wewe mwenyewe. Wewe endelea kuchimba shimo, lakini uchimbe kiasi, maana huenda utakuwa wa kwanza. Na hawa wanawake akisikia kwamba mume wake anasomesa ndugu zake, anasomesa mtoto wa kazini yake ambaye hajiwezi, anasomesa sijui nini, yeye ndiye anahusika na mambo ya hospitali ya mama yake, papa yake, mama ananungunika, mwanamke ananungunika. Akisikia kwamba mwanaume alifanya shopping, analetea mama yake pamoja na yeye. Yaani wakati mwanaume anaagiza mtoto ya kwamba hii kandi bagi haka chukulia nyanya, unasikia mwanamke mkubwa akisema ya kwamba utashangaa sababu kabla saa 10 kufika hii hata chukuliwa. Ungekuwa unamupatia, ungempelekea direct. Biblia inasema tusidanganyike. Kile ambacho tunapanda ndicho tutafanya nini? Tutavuna. If you want to confirm Galatians 6 verse 7. Ukitaka kujua ya kwamba kile ambacho unapanda ndicho utafuna,
Wazazi wasaidiwe, ndugu wasaidiwe, sababu wanastahili na wanafaa kusaidiwa. Sababu wasiposaidiwa watakuwa wezi, waanze kukuibia, sababu wewe ndio uliwafanya hawakuenda shule, hawakusoma. Na hata Biblia inathibitisha wazi kwamba ikiwa wewe si mtu wa kusaidia jamaa na marafiki, ustahili kuitwa Mkristo. Wewe ni mbaya hata kuliko mtu yule ambaye si muumini. If you want to confirm, 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8, nikiomba. Inasema hivi. Yes. Lakini mtu yeyote asiwatunze walio wake, asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko asiyeamini. Wewe ni mbaya kuliko asiyeamini, sababu hutaki wenzako wasaidiwe. Mungu wa mbinguni atusaidie tuwe watu wa msaada kwa wengine, sababu Biblia imetuagiza katika jina la Yesu. Amen. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Lesson nyingine tutaangalia the significance of creation. Mwenyezi Mungu, tuacha mbele zako asubuhi ya leo tukitoa wingi wa shukrani, maana sisi tumeweza kufika siku ya leo. Asante, maana ili kupendeza masaa kama haya tuweze kujifunza mambo na Biblia. Tuomba baada ya hili juma yale ambayo tumejifunza tuyaweke kwa vitendo. Wengine wanapotuona wawe na mfuto kutoka kwetu, ili wapende jina lako, wapende neno lako, wache kwako hata bila kwa kuambiwa neno, watoke mchana peupe kama anavyosema Ezekiel, sababu tutakuwa tunajidhihirisha wazi kwamba tumekutana na wewe jinsi ambavyo hatujawahi kutana. Tunapoenda kwa kipindi kingine, tuomba ubariki mnenaji, tuweze kusikiliza sauti yako wala si ya mnenaji, tenda kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Get the point. Take a step forward. Watoto